Mungu anampa mwelekeo mwenzetu huyu bishop. Anaenda. Amen. Nasi tunaendelea kwenda. Amen. No. Alafu Shetani kile ambacho anafanya anatutingiza. Hakuna siku moja Shetani anajaribu watu. Kitu anafanya tu anatudanganya. Anatudanganya. Yes. Amen. Ni mjanja wa zamani. No, Satani azakora ujanja. Shetani huwa anafanya ujanja. Na hivyo anafanya Satani akikuibia angalau Mungu ndiye anampa Shetani nafasi ili atujaribu. Shetani anakuja anatuliza hapa maandiko. Angalia vizuri kama umeshika anatimiza akikuta deacons wanasimama vizuri. Anakimbia anaenda kutimiza mapasta. Anatimiza wale ambao wanajua kuhubiria wakikuta hapa wamefunga vizuri. Anakimbia huko anaingia kwa mafamilia. Anatoroga wamama na wababa katika mafamilia zao. Aliposhindwa kwa mafamilia anaingia kwa vijana. Amen. Vijana wanachelewa ama wanaenda wasini. Anasema tusipokuja kuimba hawatakuwa. Anatingiza Shetani. Hallelujah. Amen. Makanisa mengi yanaachilia. Amen. Akitingisa hapa maandiko sio wanachelewa. Anaachilia eti huo wanatulipa. Amen. Amen. Siku nyingine anakuja kwa pastor wanakoroga. Nao wanaachilia. Amen. Amen. No, ni musakaza kitu toza. Siku nyingine anakuja polepole. Anakuja kwa mapaya nini? Anaachilia anasema tu sipoiba. Unaona vile makanisa ilivyo ulimwengu. Amen. Ulimusafiri kwa ndani. Siku nyingine anakimbia anaingia. Anakoroga wamama na wababa katika mafamilia zao. Nao wanaachilia. Amen. Amen. Mumeona kanisa limebaki wapi? Kwa bishop. No, kwa wao akaziga. Yule ambaye amepewa kazi sasa akamana wapi? Na anaendelea kubeba. Amen. Amen. Anaongeza Bwana. Kuna mahali nimefika nchini Rwanda. Sana kwa bishop na wana kwa wana sasa. Nikakuta hata mabishop wameachilia, nimekuta chini. Hallelujah. Kuna nani siri tu kukubuge. Mungu alinionyesha vitu hivi inaenda. Hallelujah. Abebe vile tena niwaonyeshe. Hivyo ndivyo makwaya yalivyo. Vitu vyote hivyo ndivyo. Kwa sababu hatujajua kama sisi ni kanisa la Kristo. Tunakimbia eti tunakuja kwa mjengo huu. Amen. Amen. Harahani. Usanga kabisa. Ukuru wese yote. Karabashitarimu. Yes, kuna wageni. Yeah. Masina yanje bakita Kasusamu mu Barara Uganda. Naitwa Kasusamu naishi Barara nchini Uganda. Ndio basi tukutana na abantu bari. Mimi nimejenga nina mke na watoto 7. Nimusituri kitu kimwe mu Satani zalinganya abantu. Siku ya leo tutajifunza kitu ambacho Shetani huwa ananyang'anya watu. Amen. Amen. Tukosoe tugende jambo jema. Tukosoe tukitembea neno la Mungu. Amen. Amen. Imana yako aruburiganya irabipa. Mungu ameniambia ni udanganyifu na Mungu akanipa haya. Bituma nibindi byose bigenda bipfa kubera kutwariganyije ibi. Na mengine yanaenda kiharibika kwa sababu hatujajua vitu.
turabegereje mwese dushimana abayobozi baduhaye umwanya. Tunawakaribisha nyote na tukiwashukuru viongozi ambao wametupa muda huu. Dushimana Imana yatuzanye hano. Na tukimshukuru Mungu ambaye ametuleta hapa. Muri kiloki. Kwa nyakati kama hizi. Maze kumbira ibintu byinshi maze kubona muri gihugu. Kuna mambo mengi niliyoyaona katika nchi hii. N'abandi kabibona bimwe bindi kabibona gushya live. Nikiwa nimelala na mengine nayaona live. Ndashima Imana yabiko. Namshukuru Mungu anaendelea kuyafanya. Amen. Amen. Leo turabigereje mwese. Kwa hiyo tunawakaribisha nyote. Impamvu tuba turi ahangaha ngo twige. Sababu tusababisha tuwe hapa ni kujifunza. Na tuweke kwa maana. Amen. Amen. Tusome mu gitabo cy'Itangiriro. Some katika kitabu cha Mwanzo. 28:17. Aravuga ngo aratinya aravuga ati erega ahantu ateye ubwoba, ahantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rero ry'ijuru. Subiremo. Erega ahantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha ni rero ry'ijuru. Amen. Kwa Kiswahili Yakobo akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu na lango la mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Reka tuze gusoma hande. Tusome mahali kingine. Tuze gusoma kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Yohana ibice bibiri. Yohana sura 2. 21. Bibiri yavuga ngo ariko urusengero yavugaga ni n'umubiri we. Biremo ariko urusengero yavugaga n'umubiri we. Lakini Yesu alikuwa anaongelea juu ya hekalu ambalo ni mwili wake. Amen. Tusome muzakozwe n'intumwa. Some katika Matendo ya Mitume 17:23. 17:23 kugeza kuri 25 mpaka 25. Ubwo nagendaga yitegereje urusengero nsanga igicaniro cyanditseho ngo Imana itamenywa, nuko iyo usenga utazi niyo mabwire. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu, ntigira icyo ikenye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Amen. 23. Maana nilipokuwa napita huko na huko niliangalia sanamu zenu za ibada, niliona madhabahu moja ambayo yameandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Basi humo mna maadabu bila kujua, ndiye niliyemwambilie kwenu. Amen. Turangirize zakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume tena. Abikorintho ba mbere. Wakorintho wa kwanza, sorry. 3:16-17. Timuzi yuko uri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu wese utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwe, kandi urwo rusengero ni. Amen. Amen. Je, hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu na kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani mwenu? Basi mtu akiliharibu hekalu la Mungu, na Mungu atamharibu, maana hekalu la Mungu ni takatifu, na hekalu hilo ni nyinyi wenyewe. Amen. Nyinyi wenyewe. Amen.
Amen. Haleluya. Haleluya. Tuliokwiga ijambo ry'Imana muri aka kanya. Tunataka kusoma neno la Mungu kwa muda huu. Ijanye n'inzu y'Imana n'icyo bita urusengero rwa Kristo. Ambao ni nyumba ya Mungu na ni kanisa la Kristo. Amen. Amen. Urusengero, nyumba cyangwa se inzu y'Imana n'urusengero rwa Kristo. Kanisa ama nyumba ya Mungu na kanisa la Kristo. Ico aho bitaniye bibiro. Utofauti kwa mambo hayo mawili. Amen. Amen. Itorero rya Kristo. Kanisa la Kristo ryahoze limeishi tangu awali. Yabayeho mbere y'uko habaho inzu y'Imana. Lilikuwepo mbele ya kuwa kwa nyumba la Mungu. Kuva Imana irema mu witwa Adamu na Eva. Toka Mungu amuumbe Adamu na Hawa. Imana yabashize ahantu bita Edeni. Mungu aliwaweka mahali kwa bustani la Edeni. Aho hantu nani wa Biblia isivuga ko yabaroba. Mahali hapo hakuna Biblia inasema kama kulikuwa mjengo. Usibye gusa kuko Imana yabagenderera Biblia yarishakiye ikaba maferi mugoroba ikabasura. Isipokuwa tu Mungu alikuwa anawatembelea majioni, Mungu anawatembelea kila siku. Haleluya. Haleluya. Aho hantu babonanaga n'Imana. Mahali hapo walikuwa wanaonana na Mungu. Ni naho batandukanye n'Imana kubera impamvu z'ibyaha za Adamu na Eva. Na hapo ndipo wameachana na Mungu kwa sababu ya dhambi la Hawa. Amen. Amen. Birakomeza kugeza igihe cha Ibrahim. Ikaendelea mpaka mwisho, mpaka muda wa Ibrahim. Tahantu muri Biblia tubona ikibita inzu y'Imana. Hakuna mahali tunaona nyumba ya Mungu. Kandi cyo gihe Imana yabanaga n'abantu. Tena muda huu Mungu alikuwa anaishi na wanadamu. Imana igakorana n'abantu. Mungu alikuwa anatenda pamoja na wanadamu. Imana ikabwira abantu. Na Mungu anawaambia wanadamu. Abantu bakora ibyo Imana ishaka. Na watu wanatenda kile ambacho Mungu anahitaji. Inzu y'Imana, nyumba ya Mungu, ivuga muri Biblia ahantu hamwe. Inasema katika Biblia mahali pamoja. Umunsi Yakobo yarahunze mwene nyina ngo ageze ahantu aharayeje. Siku ambayo Yakobo alikuwa amemkimbia nduguye, akalala mahali usiku. Leo haya dusomye mu gitabo cy'Itangiriro 28:10. Ipo hapo tumesoma kwa kitabu cha Mwanzo. Biblia inasema alipolala mahali hapo iliposababisha na giza, akatafuta mahali hapo akachukua siwe, akalilalia jiwe hiyo katika mawe mengine. Biblia inasema isipokuwa usiku kumanuka kwa malaika wa mwijuru ukatokea kushuka kwa malaika mahali hapo walikuwa wamelala. Alipoamka asubuhi akatangazwa na vitu ambavyo vimefanyika. Haleluya. Alibaza akajiuliza, je, niko kusema ningejua ningeendelea kuwa macho. Akachukua jiwe hilo akaliweka. Akaliweka mafuta mamaye alikuwa amempa. Mafuta haya yalikuwa na mambo mengi. Biblia ikasema anakuja kusema kasema, je, mahali hapa ni pa nyumba ya Mungu? Mahali hapa nimemwonania na Mungu. Akasema hapa ni nyumbani mwa Mungu. Amen. Hakuna mahali kwingine aliposikia nyumba ya Mungu. Hakuna jengo lilikuwa hapo isipokuwa jiwe hilo ambalo limesimika hapo. Akasema neno hilo. Mwingine aliyosema nyumba ya Mungu ni Daudi. Bila alikuwa kwa kiti cha akajenga nyumba ya mielezi. Sijui ilikuwa vipi kama hivi. Daudi akamwambia nabii alikuwa hapo akasema, je, inawezekana nimjengee Mungu nyumba? Isipokuwa mimi siwezi endelea kuishi katika nyumba nzuri na Mungu aishi katika hema. Natani alitaka kumkubalia kidogo, lakini Mungu akamwambia Daudi. Daudi alipokuwa anamjua Mungu, Mungu akamuelezea. Mungu akamwambia, mimi nakaa mbinguni na kanyaga ulimwenguni. Wewe utanijengea nyumba gani? Haleluya. Mungu akamwambia, vile umefikiria, kwa sababu ya dhambi nyingi ulizozifanya, mtoto yako atayafanya anaitwaye Suleiman. Amen.
Daudi ngo yegeranye ifaranga akakusanya pesa cyangwa se ibyarafite ama yale alikuweyo nayo mu Yosuwa ili nyumba hiyo ikajengwe. Ikingana rusanga sangwe ifaranga bose arawoma akakuta pesa na yeye ni ya asana tatu ya kosa akakutana hajafanya kitu lakini akaacha. Hiyo tusome ngoma za kabili tukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili ibice bitana sura 6 n'umurongo wa 18 na mstari wa 18 kugeza kwa 15 mpaka 25. Hiyo zubara ibasema zimyaka 45 nyumba hiyo walijenga mpaka miaka 66. Hiyo Biblia isivuga ngo ntabwo hanaye bakubaka ngamba kubitana hama izazo samurika kibali bazikibazo walipiga sijui walikuwa na shida. Amen. Ndio kusubiri leo semana subiri ndio na kufanya hizi zote mmefanya. Hata Biblia isivuga ngo lakini Biblia inasema mbona ndio yupi kanikuyo hakuna fujo iliyosikikana kwa Mungu. Tumanyizagira kwa Yordani. Vitu vyote walikuwa wanaandaa huko Yordani. Wakamiza na kutereka mjanya yao. Na wanaleta wakiweka kwa nafasi yao. Ndio jambo cha sobanwe. Neno hilo linatufasiri marezo kuisi. Ni kwa sababu tunaandaliwa hapa na msao kugira abantu ngo mihane ngo muribe ngo muramye azaba kuhibazina. Mbinguni hakuna kusema tubuni muabudu. Huko ni kuabudu tu. Hana wao bose tumarizwa hanyine kutoka weha. Hapa ndipo tunaandaliwa sote. Ndio abarizwi tusogera mu. Hapa ndipo wanatengeneza. Hakuna kutengeneza kutakuwepo tena. Haleluya. Amen. Hiyo uso nyumba hiyo Biblia inasema wao miaka 45. Biblia inasema walijenga miaka 66. Hivi tushapanga ngari wasimisi pekee. Hii inawezekana mmejenga siku chache. Biblia kama mama za Yusuf. Biblia inasema walipomaliza kujenga na analiba kwa kuna bichi. Ni hapa nilipowaambia. Sulemani akaingia. Na wale wao. Na nduguze zake. Biblia anasema. Biblia inasema akaomba. Akasema ewe Mungu. Niuza asuri mwisho. Sikutakuwa huko mbinguni. Amen. Alisema akazaburi. Na waona Waisraeli wanakuja nyumbani. Na wanaomba wakupita. Wewe uwasikie ukiwa mbinguni na wajibu. Amen. Asenga neza kwa kwenda menye kupa bakuru hivi. Yukuri meselipa. Akaomba vizuri kwa sababu alikuwa akaomba ingine ombi. Akasema Waisraeli wakikotokea wanaendelea na mabaya yao. Na wanaenda mateka kwenye nchi zingine. Wakati wataelekea kwa nyumba hii. Na wanaomba ukawa uwasikie nao na wajibu. Amen. Ndio maana mnasikia Danieli alifungua dirisha kuelekea Yerusalemu. Lakini kuomba mara 3 kwa siku ilikuwa ni maisha ya Danieli. Haleluya. Nyumba hiyo ilibomolewa. Nebukadneza ndio ameanza kubomoa. Wakati wa Ezra naye akakuja akajenga. Nyuma wakabomoa tena. Yesu alikuta. Amen. Amen. Lakini ile amekuta si ya Sulemani. Nyingine walikuwa wanaendelea kujenga. Hata nyuma ya Yesu wamebomoa. Kwa sasa kuna msikiti. Nyumba hii. Niyo uje mu materamo yari yatashe babaza kureba. Hari umusikiti wa Islamu ngigira. Kuna msikiti wa Islamu kwa sababu kama hii. Amen. Iyo usuku yale siyasanze abantu bacuruza inuma bacuruza ingurube bacuruza babavunja amafaranga. Nyumba hiyo ndio Yesu amekuta watu wakichuruza wakifanya sana pesa. Mmoja na musinga barangiza vuga amakuru. Na Yesu akachukua kama akafunga. Alisorozo sana muziada hata na bali sengaje bashurana bakuzira bacuruza bana. Akasema nyumba ya Baba si nyumba ya wachuruzi na wengine. Kwa sababu usabukusha kajuzi ya sejari kwa limoti. Kwa sababu ya kutaka nyumba ya babaye iharibiwe. Amen. Hagai ile kuivugaho. Hagai naye alisema. Igaza kuba abasali kutoka mu nzuzi bitabashwa Imana izo Imana ikamusa. Na je, tunaweza ishi kwa nyumba nzuri na nyumba ya Mungu iwe chafu? Kuzungumza na mama mseneza. Unajua vile hapa kuna smart, kuna smart. Amen. Tavumbi. Hakuna vumbi, iko smart. Vitu vyote ni smart. Hata mna viti ambavyo tazama na wenyewe vituko zitaone na sasa wewe umaze kuye. Sijui nyinyi mmesoma. Zote zinafanana.
byose kandi wanyu smart ngo muzima imeze neza kusema nyumbani mwa Mungu kuko sawa. Amen. Isuri Imana ngo smart. Nyumba ya Mungu ni lazima iwe smart. Ndivyo yavuze habari rero musari mutabana kumako msibitabashwa Imana Isuri Imana kwa Musa. Ndio baadaye amesema je, tunaishi katika nyumba nzuri na nyumba ya Mungu iendelee kuwa chafu. Isuri Imana Nyumba ya Mungu ni zizi ni nzuri. Ariko kitu chiza cyane. Lakini kitu kizuri sana. Satani yeye Shetani ambacho amedanganya watu. Ndio kubira bila hanaza. Ni hicho ambacho nataka kukuambia ili mahali hapa kufanane vizuri. Haleluya. Itoro la Kristo. Kanisa la Kristo. Itoro. Kanisa. Tagorenywa. Si mjengo. Itoro la Kristo. Kanisa la Kristo. Tagorenywa. Si mjengo huu. Amen. Yesu anakusosi. Yesu alipofika mlimani. Weitegelea. Akaangalia nyumba hiyo. No weitegelea. Alipoangalia alishtoka ngono na miyeku. Bamubire mbese n'abakuru yayo abatekanya. Wanafunzi wakajisikia kuambia habari kwa sababu Yesu alikuwa ametoa uchafu ulikuwa ndani. Watu wakazani kumwambia habari historia ya nyumba hiyo. Yesu akamwambia neno kubwa. Akamwambia nyumba hii. Amen. Hakuna jiwe ambalo litabaki pengine. Alafu akasema nyumba akamwambia nyumba hiyo naweza jenga mwisho wa siku 3 na ninajenga kwa siku 3. Na wewe fikiria mtoto wa Maria imyaka 45 nyumba ambao wamejenga miaka 40 na Salomoni ndio mwenye hekima mpaka leo. Kwa kihumbi atunga ingamia atunga indogo zitagire mubare akazabaga ibintu kumunsi zitagire mubare. Yeye alikuwa na mali nyingi na mabibi wengi. Ndio umuntu wishe ku ntebe y'amahembe y'insofu ahantu hari hari amasikari atandatu kugira ngo uve hasi ya ugera ku ntebe yari yicaye. Alikaa kwa kiti kirefu. Ilikuwa analala kwa vitanda ambavyo ni bei. Ikiachiwe nyakati zake muri Israeli. Fedha ilikuwa kama mawe katika Israeli. Amen. Walikuwa wanakuja kumtembelea kama vile tunatembelea mnyama. Yeye walikuwa wanakuja kumtazama watazame hekima zake. Amen. Fikiria lakini Yesu kitu alitaka kusema cha muhimu. Yohana alisema kanisa lilikuwa ilikuwa ni mwili wake. Na ilikuwa ingebomolewa kwa siku 3 na inajengwa kwa siku 3. Amen. Yeye alikuwa na kuonyesha watu kile ambacho hakitaisha. Watoke kwa kile ambacho kitaisha. Haleluya. Amen. Paulo ataravuga bila kusema haya. Wewe Stefano. Mume ambaye anaitwa Stefano. Stefano siku alimtupia mawe. Yeye alikuwa sawa kale watu wa mugire bakabogera. Aliwaomba muda mchache kuwaambia habari. Akaanzia kwa Ibrahimu vile mahali alipokuuliza Imana. Ile alimwamini Mungu. Akamfikisha Mose. Ile Mungu alimwambia Imana yakuye mu mutayo. Ile Mungu aliwatoa Misri mpaka Kanaani. Amen. Warangize akilipomaliza arabwira Imana marobiri. Akamwambia Mungu huo ambao nawaambia. Bodi ayo abahanuzi yavuze ko Gaisari warorana. Ni yule ambayo nabii aliwaambia. Wiza yicara bishakandira kwisi. Baada ya kaa mbinguni na inakanyaga ulimwenguni. Haleluya. Haya twasome Paulo. Mahali tumesoma Paulo. Alikuwa kutuma magara hano. Alikuwa kwa injili akafika Athena. Ambayo inaitwa Athena. Wasanga w'Imana nishi. Akakuta kuna miungu mingi. Bwana sana habari zina ni Imana wako wa Imana taso. Lakini kulikuwa Mungu ambaye inaandikwa eti Mungu ambaye hajulikani. Akamwambia yule ambaye hamjamjua. Huyu ambaye hamjui. Huyu ndio amenileta hapa ili niwaelezee. Kwa sababu mambo mengine mnayoyajua. Huyo ndio nataka kuwa. Haingii katika nyumba ambazo zimejengwa na wanadamu. Hakuna Mungu ambaye anaishi hapa. Amen. Amen. Tayo. Hakuna. Muno nyine za plastiki na makaro. Una plastiki msote kuteza kwa masote.
ama mmeingia hajui. Hakuna habari kama tuko hapa. Watu ambao wanajua wako hapa ni nyinyi tu. Haleluya. Huyo Mungu haishi katika nyumba zilizojengwa na wanadamu, na hawezi kufanyiwa na mikono ya wanadamu. Ni kama kuna kile ambacho inahitaji. Hakuna kile Mungu anahitaji kwa huyu. Bali Mungu ndiye ana yote, ili aendelee kuyatimiza ndani yetu. Alafu Mungu wetu apewe sifa. Amen. Kusema binti nasi kitu gani cha muhimu? Sisi ndio wa muhimu. Sikiza Shetani udanganyifu ambao ameweka. Ndio maana watu wanafika hapa. Watu wananyenyekea kama wameshikwa na stima. Haleluya. Mungu tusamehe, tumefika mbele zako. Wewe ulikuwa unaishi wapi? Amen. Mungu haishi hapa. Mungu anaishi hapa. Tena wewe unaenda kuzurura, unazurura Mungu wako. Kwa sababu ya kutokujua. Ndio maana hapa tunaendelea kuwa vizuri. Amen. Si Mungu ambaye ni Mungu ambaye anatufanyia sisi. Alafu anaendelea na kazi ndani mwetu. Haleluya. Amen. Mahali tumesoma. Tunasoma hadi hapa. Na tutakuja kusoma mahali pengine moja. Hiyo sasa tunasoma. Mahali tunaelekea. Tukibarukelea. Tulipoishi huko kwetu zamani. Walikuwa naimba na mimi sikuwa naelewa. Nilisikia nyimbo huo siku nilisikia habari hizi. Amen. Amen. Kuna nyimbo walikuwa naimba huko kwetu. Kanisa lake Bwana Mungu wetu lililojengwa juu ya mwamba, ipo imara halitikisiki, litaishi kanisa lake ni moyo wangu, kanisa lake ni moyo wangu, ulijenge kanisa la Bwana litaishi kanisa lake ni moyo wako, kanisa lake ni moyo wako, lijenge kanisa la Bwana litaishi kuna kupitokea hata ni usishi cha harudia ni mtano wangu kuna mwingine alipa ore rogi mana au msagani huko vitaga hina keshi chane haleberi y'umutima waje datwa ubugira baza kuyana
ikawasababisha wagawani. Wengine wakajifanya wengine wa Apolo, wengine wa Kefa ndiye, wengine wakajifanya Kristo. Paulo ndio maana aliwaandikia waraka hii, akamwambia Kristo aligawanya. Amen. Akamwambia kila ambacho wanataka kuangalia. Amen. Amen. Niba yabwiye bose na Kristo. Ndio aliwaambia nyote ni wa Kristo. Yaravuze ngo twebwe turi aba Kristo. Akawaambia sote ni wa Kristo. Kristo na Mungu. Na Kristo naye ni wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Hano kwigisha twasomye. Mahali tumesoma. Arabwira ngo umuntu utse urusengero rw'Imana. Akamwambia mtu ambaye anaharibu kanisa la Mungu. Imana nawe izagutsemba. Na Mungu naye atamharibu. Amen. Amen. Ndio maana batekereza none naho bari bisharagati. Najua ni mahali hapo kwa Krisma. Kwa hili barabara zao wakamusisha kati kama kutaidi ikikali nyuma. Watu wanajenga tu barabara, wanajenga kitu kiko hapo tu. Haleluya. Bali sema hivi. Na wanafurahi. Wakamani sema bata. Na wanafurahi alafu wanarejea nyumbani. Amen. Abandi mubasana etaji, abandi wengine wamejenga magorofa, wengine wamejenga mjengo. Paulo akamwambia kanisa la Kristo mfuata kanisa. Tena kanisa la Mungu ni takatifu. Tena kanisa la Mungu ni wewe. Sijui nani ataelekeza ni huko. Lakini akamwambia ni nyinyi. Yoyote akijua kanisa atakuwa na amani. Na tukikutania mahali hapa unakuta vitu iko sawa. Watu wa Agano la Kale na Agano Jipya wengi walikuwa wanaombea katika manyumba zao. Na hapo ndipo watu walikuwa wameimarika katika wokovu. Ndio maana watu walikuwa wanakata kichwa kwa sababu walikuwa wamejua ni nini walicho nacho. Amen. Uimbaji wa Mungu huku kwa Waislamu, kwa sababu kuna wale ambao wanaokoka kisiri, huwa wanaogopa mafamilia anachimba nyumba yake huko chini vizuri, anamwabudu Mungu, anamsifu Mungu huko basement. Nyumba hizo nyumba za Mungu. Wengi huwa wanaona katika nyumba zao. Paulo aliwaambia akasema na kuandika hata kanisa lako ndogo na nyumbani mwako. Walikuwa na nyumba ambazo zinaishi Mungu ndani mwao. Haleluya. Nyumba ya Mungu inaweza kuwa chini ya mtu, inaweza ishi kama nyumba juu. Nyumba ya Mungu inaweza kuwa kama hii iko sawa, lakini kitu kubwa sana ni kanisa la Kristo. Haleluya. Tena kanisa la Kristo ni wewe. Ukijua wewe ndiye kanisa la Kristo, utajua kama mfalme yako ndani mwako kila siku. Haleluya. Hata mbinguni ambayo tunaelekea. Mtu mmoja atusomee. Asome katika kitabu cha Ufunuo 21:22. 21:22 Ufunuo wa Yohana. Nasoma Icyakora sinabonye urusengero kanisa ndani yao. Kuko umwami Imana ishoboye n'umwana w'intama ari bo rusengero rwabo. Icyakora sinabonye urusengero muri rwo. Lakini sijaona kanisa ndani ya kanisa. Kuko umwami Imana, kwa sababu mfalme Mungu ishobora byose, naweza yote, n'umwana w'intama na mwana wa kondoo ari bo rusengero rwabo. Na huyo ndio kanisa lao. Unajua kanisa la mbinguni ni lipi? Ni mwana kondoo wa Mungu. Yohana ana kondoo wa Mungu na ndiye kanisa lao.
mmoja ambaye itaingia kwa hukumu. Amen. Na kwanza tuzoba kwa maso. Hakuna hukumu katika mijengo hii. Haleluya. Tangu kwanza tuzoba kwa maso, abo wasimatona nani? Hakuna hukumu kwa wale ambao kufanye nizare no satitumu. Kutakuwa hukumu kwa wale wanadamu ambao wameumbwa. Amen. Baba ni mwana witama wimana mbele nasi. Wale ambao mwana kondoo wa Mungu walimwagia damu. Barangi za kayakereza. Alafu wanayachezesha. Barangi za tibayize. Alafu hawaamini damu hiyo. Mungu mwiza wina. Alafu watembee kwa uzuri wa Mungu mwami mfalme Yesu atembee na wao. Bali mulijewe na jendi muliwe. Wajaze neno ambalo linasema wakiwa ndani mwangu nami nikiwa ndani mwao. Amen. Amen. No kwa bihenda bana bitamaze akavyo kwa kabe muri tukirete. Wengine wawe kondoo, wengine wawe mbuzi. Damu ndio tata usero bihenda cyane mu bitama. Ni murubanga rwa rubanza bina. Hakuna kanisa ambalo litakuwa kondoo ama mbuzi. Na kanisa kwa Kristo. Kristo. Nani tunataka kusema tujidali. Ni tuitoro ya Kristo kwa tukabitoro ya Kristo neza. Tukiwa kanisa la Kristo kabisa sisi. Yesu sina nazoba neza, Nyumba za Mungu zitakuwa sawa. tuzoba neza, Na nyumba zetu zitakuwa tuzogira maho. hata kwa barabara tutakuwa na amani. Amen. Ama sanjo usema mama utubesendelea masoya. Mungu kusema maombi ya kusema Mungu tumefika mbele zako. Maombi hayo yataisha. Huko hano sasa tunahose. Kwa sababu mahali kote tunatembea. Macho ya Bwana. Macho ya Bwana. Macho ya Macho ya Bwana hayaoni hapo. Hata usumihanda Hata kwa barabara ambao unatembea kwa matatu, kwa pikipiki. Amen. Ukoja hano awaja hano useni mwana bari. Mahali pote unapotembea macho ya Bwana. Tena ni ndani mwako. Amen. Istoro ya Kristo. Kanisa la Kristo. Ukilichafua kanisa la Bwana nawe utaharibiwa. Ukilichafua kanisa la Bwana nawe utaharibiwa. Amen. Wewe unafuata na pesa kwa ni baraza la kabana kama natambele. Ukilichafua kanisa la Bwana nawe utaharibiwa. Ukilichafua kanisa Niwaonyeshe maajabu yako ulimwenguni huu. Watu watano sijui wamejaa. Haleluya. Amen. Bele kuulisiano limeze. Niwaonyeshe vile ulimwengu wa leo ni mshego. Fata mtu arahiga kwamba ashora bako. Fata kuja plastic. Ekanda kiyo. chukua kwa mwisho. Acheni na katikati. Amen. No. No no wewe. Na fata mbavu. Haleluya. Amen. Na nani kelema kama tamu. Ushakowe kwa watu wengi. Wewe tukuonyeshe. Nilikuwa nahitaji watu watano. Wanema. Sisi wanema. Haleluya. Bitoro la Kristo. Kanisa la Kristo. Muno kugira ngo hano hari bitutego. Hapa kuna mambo ya ajabu. Ikiona hapa tumeweka vitu smart, vitu vya kuweka salasa iko smart, hata maandika huko juu tuiza vitu vizuri. Kuko smart. Amen. Niba mjumbe kubo kukora ibintu kutyo. Kiwa una akili za kufanya mambo hayo, Imana yale niyo bila. sasa mnafikiria Mungu anaweza fanya nini? Niba maisha yenu kabisa kukora ibintu sawa. Ikiwa mmefikiria ukawa na hekima ya kufanya vitu ambavyo ikabari kwa shiraho yeye yakoze. Mungu ambaye amewaumba yeye amepata. Biblia inashaito ishiro sawa. Mungu hajaumba kanisa ili aiweke tu. Haleluya. Yaba mshaito. Mungu alimaliza kuweka kanisa. Biblia inashauri. Alafu ikaweka vitu.
Amen. Amen. Kugira mtoro ya Ili kanisa lake likubaza lihimba. liendelee kumsifu Mungu. Nani wewe? Hallelujah. Haleluya. Ule mtoro wa Kristo. Katika kanisa la Kristo. Amen. Amen. Anapohanga wazi. Bosi bila ya kuhindukira kwa baraka ya kuvuza kuna wana hapa kuhindukira kwa baraka ya Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana kutukia kuiga. Kwa sababu tunataka kujifunza. Ule mtoro habaho nyingi gasta. Katika kanisa kuna nguzo tano. Amen. Amen. Sisi tunasoma Efeso sisi tunatumana na mahanuzi. Katika kitabu cha Efeso wanasema manabii, mapasta, vingine. Lakini si hayo nataka kusema. No midawe. Hata kwa mafamilia zetu. Ndio muhimu. Hata kwa kanisa la Mungu. Watu ambao nimeweka hapa mbele. Niko bali usimameze, niko makora ameze, niko abakina mama ameze hano, ala mambo yose mugira yose. Ni vile katika kanisa ilivyo, makwaya hata wakina mama ni hivyo. Amen. Amen. Uyu wacu reka tumufate kana. Amen. Amen. Tukurikire Bwana siku. Twende tuko. Reka tumufate na boss. Huyu tiaje kwa tutana huko. Huyu ni mtume. Chama se ni ya teza kwa kwa aliwenda ni kwa taraza kwa aliwa. Ama huyu huyu awe president wa kwaya. Hano na huyu habao abayobozi bafashe ubu. Kuna viongozi ambao wanasaidia huyu. Ni maana wengine wa apostle cyangwa se ba bishop hano akababa bagala pastor. Kiwa yeye ndio na mareverend. Apostle ama bishop. Hano huyu reverend. Hawana vitabani hapo nina wale wasaza kisha abantu bafisha kwa kutoa telesipa. Na huku kuna madikons wale ambao wanatuitanisha hivi ama wanapaka viti hivi. Hello. Amen. Hanyuma na hapa nyuma hawa vitabana wabori. Kuna wababa na wababa. Pia tunaona wabori na wafata sababu muhuma mababa. Sema wababa ni wababa. Ndani kuna hata wajana. Hano hii na hapa hawa vitu kuna vijana. Amos watana shaka boss watu ambao hawajaoa wote. Kana kaleka kusisho. Paka kwa mtoto aliyezaliwa usiku wote. Wote wako ndani ya msali huu. Hallelujah. Abona muri bimanza Mungu bakukingi kugira bakuze bashobora muri mumima. Hao ndio Mungu analeta katika mjengo huu waendelee kuongoza kanisa la Mungu. Amen. Amen. No zamaro bila. Ilipokuwa hivi sasa. Alikini mita imana nicho kita Satan. Kuna kile wanaita Mungu alafu kuna shetani. Kusana hizo starafu ya hambi. Ndio maana unakuta vitu vimeharibika. Shetani anaingia. Wote wakishika hivi. Hakuna mtu ambaye hajashika kitu hapa. Amen. Unaambia watu tukae tupe Bwana utukufu. Sana sana ni kutokujua kile ambacho kimekuleta. Haleluya. Mungu anampa mwelekeo mwenzetu huyu bishop. Anaenda. Amen. Amen. Nasi tunaendelea kwenda. Amen. No. Alafu Satani anachashi. Shetani kile ambacho anafanya. Ashindokule kanisa. Ana kutingiza. Tamusi nume Satani aliyegereza baba. Hakuna siku moja Shetani anajaribu watu. Kinaanza kwa usatatu ile. Kitu anafanya tu anatudanganya. Kuliga. Anatudanganya. Lokuta anachanga kuliga ndio. Mujana. Yes. Hayo. Amen. Ni mujana wa zamani. Sasa. Hayo. No Satani azakora ujanja. Shetani huwa anafanya ujanja. Alikubera Yesu. Na hivyo anakujalia Satani akibuibia anaendelea kuziku. Mungu ndiye anampa Shetani nafasi ili atujaribu. Satani akazama za kamera mezano. Shetani anakuja anatimiza hapa madikoni. Wale ni wababa kumwona. Angalia vizuri kama umeshika sasa moja kwa maana semeza anatimiza akikuta wa deacons wanasimama vizuri. Akili kwa anatengeneza pastor. Anakimbia anaenda kutimiza mapasta. Akatengeneza timu ya pastor yano wazi kuiza meza na kutana za haruya. Anatimiza wale ambao wanajua kuhubiria wakikuta hapa wamefunga vizuri. Anakimbia huko anaingia kwa mafamilia. Anatoroga wamama na wababa katika mafamilia zao. Aliposhindwa kwa mafamilia anaingia kwa vijana. Amen. Vijana wanachelewa ama wanaenda wasini. Wanasema tusipokuja kuimba hawatakuwa. Anatingiza Shetani. Hallelujah. Amen.
amakanisa mengi, makanisa mengi akareka yanaachilia. amen. Jamani, kuja kanisa au inafanya kanisa baada ya kuona wakererwa Akitingisa hapa maandiko sio wanachelewa. no kwa kile kule kama ndio zaza spiritual kwa zaza ndio basi Anaachilia eti huo wanatulipa. amen. Amen. Ndio msi akirwa hapa pastor Siku nyingine anakuja kwa pastor wanakoroga. Nao wanaachilia. amen. Amen. No ndio msakaza kitu toza Siku nyingine anakuja polepole. akaanza kuhusu kubindika kwa Anakuja kwa mapaya nini? Tayari maneno Anaachilia, anasema tu sipoiba. Unaona vile makanisa yalivyo ulimwengu. Amen. Ulimusafiri kwa ndani Siku nyingine anakimbia anaingia. Anakoroga wamama na wababa katika mafamilia zao. Nao wanaachilia. Amen. Amen. Na bakijasele. Mumeona kanisa limebaki wapi? Kwa bishop. No, kwa wao wao akaziga. Yule ambaye amepewa kazi sasa Akamana wapi? na anaendelea kubeba. Amen. Amen. Anaona pesa kwa Rwanda. Kuna mahali nimefika nchini Rwanda. Sana kwa bishop na wana kwa Rwanda sasa. Nikakuta hata mabishop wameachilia, nimekuta chini. Haleluya. Kuna nani siri tu ukubwa. Mungu alinionyesha vitu hivi inaenda. Haleluya. Abebe vile tena niwaonyeshe. Kwa kwa Qur'an bese Hivyo ndivyo makwaya bese kwa stari. vitu vyote hivyo ndivyo Kwa vinaendelea. kwa tulito ya Kristo. Kwa sababu hatujajua kama sisi ni kanisa la Kristo. Kwa kwa sababu ya sana hana moyo. Tunakimbia eti tunakuja kwa mjengo huu. Amen. Amen. Harahani. Usanga kabisa. Ukuru wese yote. Kila mmoja avurute kwake. Amen. Amen. Ukasana abakina mama kwa kurani yote. Nakuta wakina mama wanavuruta wakijibeba. Uruze kwa kurani yote. Vijana nao wanavuruta wakibeba huku. Amen. Ukasana mama. Unakuta watu wamegawanyika vipande. Amen. Mahali kwingine Ukasanga unakuta haleluya. Ukasanga rafiki muyobozi Wana kiongozi akakapa kwenda usafi. anaenda hivi tu. Sasa hivi. Haangalii nyuma. Amen. Amen. Haleluya. Tani ni wale wasabari hivi. Kubariki. Hajui waimbaji sisi kwa nini wanaimba. Bwana asifiwe. Amen. Wasiri masaka ndio sasa wanaona. Ama angalie wamama na wababa katika manyumba Sasa zao. wanakuwa ni basi. Je, madikonizi hao wanajua vile wanafanya? Sasa wapasta ndio basi chochote wao. Je, mapasta wanajua vitu ambao wamepewa? Amen. Baba msaka baba kabisa. Anaendelea tu kuwepo. Hajui vile waimbaji walivyo, makina mama walivyo. Amen. Wewe mshakurasi. Kaeni tu. Bwana asifiwe. Amen. Adhabu kwanza kwa hivi. Kutakuwa hukumu nyuma ya haya yote. Biblia waanza kutangaza na wenyewe Biblia imesema sijaona kanisa isipokuwa mwana wa kondoo wa Mungu. Hilo ndio kanisa la huko. Anangoja nani? Anangoja wewe na mimi. Amen. Haleluya. Haleluya. Yale ni mzamanishi. Ameimba mnishi. Siku ya jua kama ndivyo alivyo. Mpaka aliponionyesha. Shetani anajua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Mejigeuza kuwa rangi nyingi. Mejiingiza kwa siri kanisani. Watu wa Mungu wao bila kujua hata wameanza kuabudu. Ameingia kanisa. Yego yari nchi mitoro. Haleluya. Si hajaingia mahali hapo Bwana. Unajua hapa Nairobi kunapigana mabati na na makanisa yanakorogana. ni makanisa ambao wanakorogana. Watu wanakorogana katika mioyo yao. Hakuna shida na mjengo. Mungu hajakuwa na shida na mjengo. Heshima yako ni sisi. Haleluya. Hii ndio machiroka. Hiyo ndio ama
tugoriwa nyumba haiwezi kujenga, sisi tunaweza kujenga mjengo. Imana ntabwo yubasamaso. Mungu hajajenga manyumba. Imana yubasamaso. Mungu amemjenga wewe. Ngomoza wana ngati. Ili uwe naye mbinguni milele. Haleluya. Imana yubasamaso. Mungu hajajenga manyumba ulimwenguni. Bwana siwe. Haleluya. Yarambitero kimwe ariko muri yo ndirimo. Kuna verse moja mimi naipenda katika nyimbo hiyo. Ewe shetani pepolie mchafu. Bakuwa Mungu kwa jina la Yesu. Tukana ya kanisa lake Mungu. Wene kuzimu ukachomwe moto. Ewe shetani pepolie mchafu. Bakuwa Mungu katika jina la Yesu. Tukana ya kanisa lake Mungu. Wene kuzimu ukachomwe moto. Tani kanisa ni wewe. Hakuna mahali katika kanisa sitani wako. Basi wa territorio la Kristo. Adimu na wewe unashabiria kanisa la Kristo na amulishi. Amen. Usome Kristo ya Kristo Yesu. Usipojua kama wewe kanisa. Ama unajua kama wewe kama ni Yesu. Hakuna kanisa lingine Yesu alikuwa anaongelea mwili wake. Amen. Mari wakomeze muve kukimani bali. Mungu awaimarishe na msikie kwamba Mungu wamo ndani mwenu. Musanga kukimani kuba. Siku utajua Mungu wamo ndani mwako. Uzihabao. Utajipa amani. Kana ibao. Tena amani hiyo. Yesu ndiye mahoro. Ni Yesu ndiye amani yetu. Haleluya. Haleluya. Tena hautaomba maombi hayo ambayo unaomba. Ama mzao wa tubezemelea masoima. Vile ambao unasema eti nimefika mbele za Mungu. Mbele ya maana ni kausu. Mbele za Mungu ni mahali kokote wewe unaenda. Mbele ya maana ni kausu. Mbele za Mungu ni mahali popote unaenda. Kani si mbele kusi. Nuko ibabuli yote. Kwa sababu si mbele tu, kwa sababu anaishi ndani mwako. Yo! Nima huna mtwe. Mungu ambaye anaishi ndani mwako. Nima mwenye na wewe na kume. Biblia inasema ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Amen. Uje mliokuka bakimirukaho ariko ukikwirukaho n'ubusika. Mtu anaweza kimbia kwa kile ambacho kinamkimbiza, lakini huwezi kimbia kile ambacho kinakimbia ndani mwako. Atubamo ndi usubirukana nakujye koza muryango kavuka. Mungu unakimbia naye, unalala naye, unamuka naye. Kubera ko Emmanuel Imana. Kwa sababu ni Mungu Emmanuel pamoja na Mungu pamoja na Imana kabaza ubazo. Chukueni kazi ya Mungu kama vile mtaulizo. Amen. Amen. Uruwe safati. Kila mtu ashike. Amen. Amen. Kwa kuko zangasa. Kwa sababu utaulizwa. Bwana sifu. Ibizo byose dukora byose. Yale ambayo yote tunayoyafanya tutaulizwa. Maana Yesu mwisha. Mungu awabariki.